Ni muhimu sana kujua upo katika maisha ya namna gani, kwa sababu mwanadamu ana maisha ya aina mbili. Kuna maisha ya kale na kuna maisha mapya. Sisi tunapozungumzia maisha ya kale, ni yale maisha ambayo mwanadamu anaishi kutokana na namna ambavyo dunia inaenenda, na si namna ile ambayo Mungu anataka yeye mwanadamu mwenyewe aishi. Anaishi maisha ya kufuatisha namna ya dunia hii, maisha ya dhambi, maisha ya anasa, maisha ya uovu, maisha ya uasi, maisha yaliyojaa kila aina machukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo ukiona mtu bado ana kiburi, mtu bado hana utii, mtu bado ni mwizi, ni muasherati, ni mzinzi, bado ni mlevi, manake huyo mtu bado yupo katika maisha ya kale. Huyo mtu bado hana kitu kipya kwenye maisha yake. Biblia inasema kwamba hakuna jipya chini ya jua, yote ni yale yale yalikwisha kutendeka. Kama ni waovu, kama ni walevi, kama ni wasagaji, kama ni watu wa kila aina, maasi ya kila namna yalishafanyika huko nyuma. Kwa hiyo ukiona mtu bado anatenda dhambi, maana yake yuko bado katika maisha ya kale. Shetani hataki yule mtu apate kitu kipya, ndio maana anaendelea kumtumikisha aendelee kuwa mtumwa wa dhambi, kwa sababu anajua huyu mtu akishapata kitu kipya atapokea kitu ambacho kitakuwa ni cha umilele ndani yake. Anajua huyu mtu atapokea kitu ambacho si cha ulimwengu huu na kitamfanya huyu mtu aendelee kuishi milele na milele zaidi na zaidi. Kwa hiyo kitu ambacho mwanadamu anatakiwa akitafute, kitu cha thamani sana na cha msingi, ni lazima atafute kitu kipya ambacho kitabadilisha maisha yake, kitabadilisha kuona kwake, kitabadilisha kufikiri kwake. Na kitu kipya hicho tunachokizungumzia ni uso wa Mungu. Maisha ya mwanadamu hubadilika pale tu ambapo anaamua kutafuta uso wa Mungu kikamilifu na kuamua kumpendeza katika kila kitu. Kwa hivyo kitu kipya, misimu mipya kwenye maisha ya mtu huwa inakuja pale ambapo mwanadamu anamtafuta Mungu kikamilifu. Na wasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usio yajua. Na maana kila kitu ambacho usichokijua ndicho kitu kipya hicho ambacho unahitaji kukitafuta. Na ndio maana mtu ambaye tayari ameshafunguliwa akili, tayari yupo katika msimu mpya wa maisha yake, kutazama kwake na kuona kwake huwa ni tofauti na wengine. Mahali ambapo wengine wanaona bahari, yeye anaona njia. Mahali ambapo wengine wanaona mlima hawezi kuvuka, lakini ule mtu ambaye yupo katika msimu mpya, yuko katika majira mpya, ameshafanywa upya, yupo ndani ya Kristo, anamtegemea Mungu na kutafuta uso wa Mungu, yeye anaona njia. Kwa vile vitu ambavyo vinaonekana haviwezekani katika namna ya mwili, yule mtu ambaye ameshafanywa upya nia yake, ameshageuzwa ndani mwake, kuanzia ndani mwake anaona kuna njia. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ana Mungu ndani yake. Ndio maana anasema vinavyoonekana ni vya muda, visivyoonekana ni vya milele. Kwa hiyo shika sana kutafuta vile ambavyo visivyoonekana, na ndivyo vitu ambavyo havipo duniani, havipo katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo kitu cha pekee na cha msingi sana ambacho tunatakiwa kukishika ni kile kipi ambacho hakionekani katika namna ya mwili. Kile chochote kile unachokiona hivi physically katika namna hakidumu.